Moja kwa moja ili kupata yaliyo leo katika bunge, najiunga na ripota mwenza Patrick Amimo ambaye atakuwa anatuelezea yanayoendelea kwa sasa. Amimo, najua unanisikia vizuri sana. Hapo jana tulishuhudia maseneta na wabunge wa muungano wa NASA wakisusia mchakato mzima na mdahalo huu. Je, leo tunatarajia nini kuhusiana na kubadilishwa kwa sheria hizi za uchaguzi? Kufikia sasa kinachojiri ni kwamba bunge la taifa limeweza kupitisha miswada hiyo miwili inayowania kubadilisha sheria, mfumo wa sheria jinsi ulivyo wakati huu, na tayari bunge la taifa limepitisha miswada hiyo, na tunatarajia leo alasiri miswada hiyo miwili ikaweza kupelekwa katika seneti ili nao wale maseneta wakaweza pia kutoa mchango wao kuhusu miswada hiyo. Ndivyo wale wabunge upande wa upinzani wa NASA walisema hawatahudhuria vikao hivyo kujadili miswada hii yenye utata, kwa vile walisema kufanya hivyo ni itakuwa ni kama kuidhinisha miswada hii ambayo kulingana nao miswada yenyewe haijafuata misingi ya katiba na pia imekiuka sheria. Kwa hivyo walijiondoa kabisa katika mjadala huu, na imekuwa tu ni wale wabunge wa Jubilee peke yao na vile vyama kadhaa vinavyounga mkono chama cha Jubilee ndio wameweza kuwa kishiriki katika mdahalo huu katika bunge la taifa, na pia katika seneti hali itakuwa vivyo hivyo. Na muda mchache uliopita waliweza kupitisha sheria hizi katika bunge la taifa, ambapo sasa hivi tuseme itakuwa wametoa idhini kwa serikali kuweza kuzindua miradi wakati wote, hata wakati wa kampeni zinapoendelea. Serikali inaweza kutangaza labda yale maendeleo ambayo imeafikia. Serikali pia inaweza kutumia mbinu zozote zile kusema kuwa tumefanya miradi hii, kwa hivyo tupe kura. Wakati huo sheria ilikuwa ni hatia kwa serikali kujaribu kutumia miradi ambayo imeweza kuafikia katika kipindi chake cha utawala kuitumia kama mbinu ya kampeni ama kuomba kura kwa wananchi. Lakini sasa tumeona ule kiongozi wa aliye wengi katika bunge Aden Duale akileta hiyo sheria na kutupilia mbali hicho kifungu, ambapo sasa kimeipa serikali ule uwezo. Hakutakuwa na njia yote ambapo iwapo hata serikali itaendelea kukampeni kutumia miradi yake ama kuzindua miradi, hakuna lolote litakalofanyika, kwa vile kulingana na hizo sheria ambazo huo mswada ambao umepitishwa hapa hivi. Jambo lingine ambalo pia limeweza kuwekwa pale ni kwamba tumekuwa na ile imepitisha kwamba iwapo kutakuwa na wagombea wawili wa urais na mmoja akajiondoa, tuseme kama tulivyokuwa utata uliopo hivi sasa, ambapo tumeona yule kinara wa NASA Raila Odinga akisema hatoshiriki ule uchaguzi wa Oktoba 26 kulingana na labda baadhi ya matokeo yake kutoafikiwa na tume ya IEBC. Sasa sheria hii imepitishwa hapa kwenye mswada huu, ambapo iwapo kutakuwa na hali kama hiyo na mmoja wapo akajiondoa, basi yule atakayesalia atatangazwa kuwa rais. Kwa hivyo tuseme kama ingalikuwa kwa wakati huu iwapo sasa vile Raila ilikuwa ni wawili, Raila na Uhuru, basi iwapo sheria hiyo ingekuwepo ikitumika, basi Uhuru angeweza kutangazwa moja kwa moja kuwa ndiye sasa rais. Kwa hivyo hilo ni pendekezo ambalo wamepitisha katika bunge la taifa. Njia lingine ambalo wamepitisha ni kwamba kuna ile faini kwa wale maafisa wa tume ambao hawataweka sahihi ama katika yale makaratasi ya matokeo ya kura za urais. Sasa wamesema kifungo kitakuwa ni cha miaka 5 au faini iwe ni shilingi milioni 2. Jambo lingine ambalo pia sasa wamependekeza katika ule mswada ni ule mfumo wa tume ya IEBC, ambapo sasa mwenyekiti ndio wamesema atazidi kuwa na yale mwenye taaluma ya wanasheria kama ilivyo, lakini sasa ataweza kusaidiwa katika hali hizo zake na wale wanachama, tuseme naibu mwenyekiti na wale makamishna wengine, iwapo mwenyekiti ama naibu mwenyekiti hawatakuwepo. Kwa hivyo wale wengine wanaweza kumsaidia katika yale majukumu yake, kuona kwamba kutangaza yale matokeo ya urais, kwa sababu kulingana na sheria ni kuwa mwenyekiti wa IEBC ndiye afisa mkuu wa matokeo rejeshi ya kura ya urais. Na pia jambo lingine ambalo limewekwa pale ni ule mfumo wa kielektroniki, tuseme mfumo wa kielektroniki ukiambatana na ule mwingine wa kuleta moja kwa moja. Kwa hivyo wamesema kwamba wale maafisa itabidi walete yale makaratasi matokeo ambayo kumenakiliwa yale matokeo moja kwa moja hadi vituo vya kuhesabia kura, ambapo ili aweze kujumuishwa kabla matokeo hayo kuletwa moja kwa moja pia hadi hapa tuseme Nairobi, ambako matokeo yale ya kitaifa yataweza kujumuishwa pamoja. Kwa hivyo itabidi wale maafisa waje wenyewe
sio mbali na pia hata iwapo watakuwa wametuma yale matokeo kwa njia ya kielektroniki, lakini itabidi sasa wenyewe waje moja kwa moja na fomu zao ili ziweze kudhibitishwa kama zile form 34A ama za kutoka katika vituo vya kupigia kura, ama zitakuwa ni zile form 34B ambazo ni katika kiwango eneo bunge zinazotoka katika eneo bunge, ambazo ndizo zitatumika kutangaza kama matokeo ya mwisho ya urais katika eneo bunge. Kwa hivyo hayo ndio mapendekezo yamewekwa pale. Jambo lingine ambalo pia limetizamwa pale ni kwamba iwapo kutakuwa na tetesi kujaribu kupinga zile kura za urais, basi itabidi yule mwenye kutoa tetesi kama hizo aweze kuja na ushahidi wa kutosha kusema kwamba labda kura hizi uchaguzi au kufuata au kuambatana vema, aje na ushahidi, sio kusema tu sheria haikufuatwa bila kutoa ile ithibati kamili, ama kusema ni kwamba labda mfumo wa kielektroniki haukutumika ama labda njia nyingine. Itabidi sasa yule mwenye kuleta malalamishi awe na ushahidi wa kutosha ili labda hali hiyo aweze kubatilisha matokeo. Kwa hivyo imefanya itakuwa ni vigumu zaidi iwapo matokeo ya kitangazo ya urais mtu aweze kuyabatilisha. Amimo, pengine kwa faida za mtazamaji, manake ulivyotaja vipengee vyote ni kana kwamba ni vile ambao walikuwa wamependekeza hawa na Jubilee vikapita, na bado sasa hivi unasema vimepita katika kuchakatwa na kuwa mapendekezo. Je, kwa faida ya mtazamaji tumebakisha hatua gani na gani ili ziwe sheria na ziweze kuanza kuathiri mchakato mzima wa uchaguzi nchini pengine kabla ya Oktoba 26? Sheria hizi kwa vile sasa mswada umetoka katika bunge la taifa leo alasiri, utaelekea katika seneti, na nafikiri seneti wataweza kujadili ile leo alasiri, na pia kesho, na kufikia kesho itakuwa imepita ile awamu yake ya tatu, na pia natumai pia seneti litapitisha, kwa sababu ni wale wanajubilee walioko kule seneti, kwa vile wapinzani walisema hawatashiriki katika zoezi hili. Kwa hivyo miswada hii yote inapendekezwa tu na wanajubilee peke yao na vile vyama ambavyo vinawaunga mkono. Kwa hivyo katika bunge la seneti sioni kama kutakuwa pia na utata zaidi. Sheria hizi zitapitishwa jinsi zilivyo kwenye hiyo miswada, na Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba anasubiri sheria hizi tu punde miswada hii itakapofika mbele yake ataweka sahihi. Kwa hivyo labda kufikia Alhamisi kesho ndipo tunaona labda zikishapita katika seneti, basi wale maspika watachukua hii miswada na kumpelekea rais, labda Ijumaa atakuwa ameweka sahihi, kwa vile ana ari sana ya kutumia hizi sheria katika ule uchaguzi unaokuja Oktoba 26, ambayo imesalia tu siku kama 13 hivi kabla uchaguzi huo, ambapo sasa tunazidi kusubiri kuona kile kitakachotokea baada ya ule kiongozi wa NASA kusema hatoshiriki katika uchaguzi huo kulingana na dosari kadha wa kadha zilizokuwa zimechipuza, na akajaribu kusema zirekebishwe, na ikaonekana tume ya IEBC ikadinda kufanya vile kutimiza matakwa yake. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo. Tufikiri tutumai labda kufikia Ijumaa Rais Uhuru Kenyatta atakuwa ameweka sahihi hii miswada na iwe sheria. Lakini labda iwapo hilo jambo litatendeka, basi nao wale wanaopinzani nao wamesema, ama labda mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yamesema nao yataelekea mahakamani kupinga sheria hizi, kwa vile hazijafuata misingi ya sheria na pia zimekiuka katiba. Hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa sasa. Lofty, mwisho kabisa, Mimo, kuna kile kipengee ambacho NASA, Raila Odinga pamoja na Kalonzo Musyoka walitumia jana 138(8)(ba) kwamba iwapo mmoja atajiondoa ama kufariki mgombeaji wa kinyang'anyiro hichi, basi uchaguzi huo ufutiliwe mbali. Kuna kipengee sasa hivi ambapo kama walivyotaja kwamba wabunge wa Jubilee wamepitisha bado kwenda seneti kwamba iwapo mmoja atajiondoa, mwingine atakayesalia tangazwe kama rais. Mgongano huu pengine kwa hisia ulizochukua pale bungeni kwa wabunge mbalimbali utakuwa namna gani? Ni ipi itachukua kipaumbele kati ya hivi vipengee viwili? Ndivyo hapo wamejaribu kuangalia kipengele hicho kiko kwenye katiba, na hapo wamekuja wakaona wakiondoe ili wapendekeze hii nyingine ambayo itasema iwapo yule atajiondoa, basi yule mmoja atajiondoa, na iwapo walikuwa ni wagombea wawili, mmoja akijiondoa, basi yule atakayesalia atatangazwa rasmi. Kwa hivyo ni kipengele kilichoko kwenye katiba ile arafa ya 138, na ndivyo pia
tutaona jinsi vile wale wananasa watakapo tizama swala hilo, kwa vile mahakama kuu ya juu zaidi mwaka 2013 kwenye uamuzi wake walisema iwapo labda kutakuwa yule rais ama naibu mgombea urais akifa, ama iwapo atajiondoa na walikuwa wamesalia wawili pekee, basi itabidi uchaguzi uweze kufanywa upya. Na hiyo ndio hicho kipengee, ule uamuzi wa mahakama ya juu zaidi mwaka 2013 ndio wananasa walitumia kujiondoa katika uchaguzi huu, baada ya kusema kuna mambo kadha wa kadha ambayo hawako yalifanya hali ya uchaguzi huu isiwe ile itakayoridhisha maslahi yao, ya kuwa uchaguzi ulikuwa katika hali ya haki na ya uwazi na kuridhisha pande zote. Shukran sana.